Naam, mtazamaji wa Maputa TV, siku ya leo tuko bondeni ambapo hapa tuko na waheshimiwa, watu wazito kabisa ambao tayari wamechukua jimbo, ambapo jimbo la Songwe Mashariki limegawanyika tayari na limekuwa na majimbo mawili tayari. Ndani ya jimbo la Songwe Mashariki kuna jimbo lingine ambalo limeongezeka. Hapa tuko na baba askofu, jopo lake zima la ofisi yake. Sasa yeye ataenda kutuambia kwamba yeye ni nani na hapa ni wapi na ni jimbo gani. Baba, Bwana asifiwe. Amina. Jimbo lako linaitwaje na wewe unaitwa nani? Ujitambulishe alafu ulielezee jimbo kidogo. Kwa majina naitwa Gaudens Julius Sirumba. Leo tunayo furaha ya kipekee kupokea jimbo ambalo linaitwa Songwe Kaskazini, na kwa sababu hiyo tunayo furaha. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea na kumtukuza Mungu. Kwa muda mrefu na kwa miaka mingi tumekuwa na ndoto za kupata jimbo, lakini tunaona leo mambo haya yanatimia. Atukuzwe Mungu ambaye amefanya jambo hili pamoja na watumishi wake. Asante sana. Lakini baba, wewe bila shaka haukutarajia kuwa askofu. Kwa kweli sikutarajia kwamba ningekuwa askofu. Baada ya kuletewa taarifa hii, kwa sehemu nilifadhaika kidogo, lakini pia nilijitia moyo na nikapata ujasiri kwamba ni mapenzi ya Mungu kunisimamisha ili niwepo katika nafasi ya kuweza kumtumikia Mungu. Na jimbo lako umesema linaitwa Songwe Kaskazini, eh? Ndio. Kama ni Songwe Kaskazini, ulikuwa na ushirikiano mzuri na askofu wa Songwe Mashariki. Unaweza kumwelezea kwa kifupi? Kwa kweli tumekuwa sambamba kabisa toka jimbo mama ambaye ni Jackson Mwanyesha. Tumekuwa naye, tumeshirikiana naye vizuri, na mpaka leo tunapokwenda kuachana bado kwa sehemu tunapata simanzi kutokana na malezi na maongozi ambaye ametulea na hata kutufikisha hapa. Kwa hiyo ushirikiano wetu ulikuwa mzuri na tunashukuru kwa kweli. Kipaumbele kwa ajili ya kazi ambayo imefanyika, tunampa Mungu utukufu kwamba basi wakati umefika tuweze kupata jimbo ili tuendelee kumtumikia Mungu. Ubarikiwe sana. Naenda kuongea na makamu askofu wa jimbo la Songwe Kaskazini. Hapa yeye ataenda kujitambulisha anaitwa nani na ameipokeaje nafasi ya umakamu wa askofu. Asante. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Geoffrey Youngson Mwamlima, na ninamshukuru Mungu kwa hili alilolifanya kutupa jimbo jipya katika eneo hili letu ambalo sasa linaitwa Songwe Kaskazini, jambo ambalo kibinadamu limetisha, lakini tunaamini Mungu daima anayelianzisha jambo lakini pia analimaliza. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunamwamini Mungu kwa uweza wake tutafanikiwa na tutapata jimbo kubwa na lenye baraka na mavuno makubwa mengi kwa ajili ya Kristo wetu. Wewe ulikuwa unatokea section gani katika jimbo hili hapa la Songwe Kaskazini? Nilikuwa natokea section ya Msangano. Msangano. Yeah. Pana umbali kutoka hapa mpaka hapo Msangano? Pana umbali mrefu sana. Pole sana. Asante. Naam, unawaambia nini wale wanaokutazama sasa hivi kupitia Maputa TV? Mimi nawaambia wasihofu. Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko miungu wengine wote. Kwa hiyo katika hili tutatenda makuu kwa sababu yeye yuko ndani yetu, sio sisi, ila ni yeye yuko ndani yetu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na mashaka, lakini Mungu atatutia nguvu. Jimbo letu litakuwa imara, litakuwa ni jimbo la pekee sana ambalo litaendelea kueneza ufalme wa Mungu. Asante kwa muda wako. Baba, Bwana asifiwe sana. Amina, amina. Baba, unaitwa nani, majina yako watu wakufahamu? Ninaitwa mchungaji Charles Yohana Manyashi. Unatokea section gani? Ninatokea section ya Mkomba. Mkomba. Ndio. Baba, wewe ni nani kwenye nafasi hapa ya ofisi ya askofu? Mimi kwenye nafasi ya askofu katika jimbo la Songwe Kaskazini ni katibu. Na ndio katibu wa jimbo hili la Songwe Kaskazini. Kabla ya ukatibu ulikuwa nani? Kabla ya ukatibu nilikuwa mwangalizi wa section ya Mkomba. Na baba, kwa kikawaida wanasema kwamba bondeni, makanisa ya bondeni yana umbali fulani. Kanisa la kwako na la askofu wa sasa hivi pana umbali gani?
Ni parefu sana au kawaida? Umbali wa kilomita kama 12. 12. Ndio. Na umbali wa kutoka Songwe Mashariki mpaka kanisani kwako? Umbali wa kutoka kanisani kwangu mpaka Songwe kaskazini mashariki kuna kilomita kama 180 au 200. Ulikuwa unafika kwenye vikao? Nilikuwa nafika kwenye vikao tena kwa uaminifu. Hongera sana. Asante sana. Na wewe unalielezeaje swala hili hapa la kupata sasa nafasi ya kuwa na jimbo jipya ndani ya Songwe Mashariki na kuwa Songwe Kaskazini? Kwa kweli ninamshukuru Mungu japo kwa mshangao mkubwa, kwa sababu tumeanza kama bonde, lakini baada ya kipindi fulani tukagawanywa ikawa section ambayo ilijulikana kama section ya Kamsamba, na baadaye Mungu akatutia nguvu, tukafanya kazi, makanisa yakaongezeka, section zikagawanywa, mpaka zikatokea section takriban kama 5, na mpaka tunafika mahali ambaye sasa ni baba yetu askofu wa jimbo la Songwe Kaskazini. Yeye ndio alikuwa mwangalizi wakati huo, lakini alifanya kazi kubwa sana, na baada ya hapo zikabaki kama section 3, na hizo section 3 ambayo ni Chilulumo, Ivuna na Mkomba. Section hizi kwa kweli zimefanya kwa uweledi mkubwa, na tumemwona Mungu kwenye kazi ambayo ametutendea yaliyo makuu. Na kwa sasa kwa kweli namshukuru Mungu mpaka tumefika mahali hapa. Shukuriwe Mungu, na tunashukuru kwa mbeba maono askofu wetu mkuu ambaye ni Barnabas Weston Mtokambari, na Mungu ambariki sana, kwa sababu haya ni maono ya kazi yake, na kusudi lake ni kuharakisha nuru, kuharakisha kazi ya Bwana isonge mbele. Naam, asante baba wangu, lakini tungependa tufahamu wewe unatokea kanisa sehemu gani panaitwa? Ninatokea kanisa la Ebeneza, sehemu ya Mkomba, kijiji cha Isanzu, na ndio mchungaji wa kanisa la Ebeneza. Kwa kumaliza wana Ebeneza, unawaambia nini siku ya leo? Wana Ebeneza ninawaambia kwamba Mungu awabariki, tushikamane, tulijenge jimbo letu kama mwanzo tulipokuwa tunajenga section ya Kamsamba. Tushikamane na tuendelee kupiga kazi ya Mungu. Asante sana. Maliza kwa majina yako. Majina yangu ninaitwa mchungaji Charles Yohana Manyashi, na Mungu awabariki sana. Asanteni. Amen. Baba, kwa kumaliza, wewe ndo mtu ambaye una neno la kuzungumza na watazamaji wa Maputa TV siku ya leo ambao ni wa TAG, lakini pia na makanisa mengine ambayo wanakutazama. Sema kitu kuhusu Mungu wako ambaye amekupa nafasi ya kuwa askofu wa TAG Songwe Kaskazini. Kwa kweli ninayo nafasi ya kipekee ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu ametutendea jambo jema, na Mungu ametutendea jambo hili la kimuujiza, kwa sababu katika historia ya maisha yetu na hasa kwa makanisa yote yaliyoko huku bondeni hatujawahi pokea jimbo. Huu umekuwa ni mshangao na ni muujiza mkubwa. Kwa hiyo tunahesabu kwamba jambo hili kwa kweli limetufanya tufurahi na limetufanya tuwe na ujasiri, na tunao moyo wa imani kwamba hatutashindwa. Tutahakikisha kwamba tunalifikia bonde letu lote kwa kuhakikisha tunafungua makanisa, halafu jina la Yesu litukuzwe. Walio kwenye dhambi, walevi, wazinzi na kila aina ya dhambi, tutahakikisha kwa umoja na kwa mshikamano tutaifanya kazi hii, tuhakikishe watu wanaokolewa. Asante kwa sababu Mungu ameanza akituonyesha jambo hili tokea mbali. Hata leo sasa tumelifikisha mahali hapa. Kwa hiyo ni furaha yangu kwa kiongozi wangu wa jimbo ambayo ni Jackson Mwanyesha toka Songwe Mashariki au jimbo la Mbozi, lakini pia salamu nyingi na shukrani kubwa zimuendee baba yetu askofu ambaye ni Barnabas Mtokambari kwa maono makubwa aliyoanzisha, maana mpaka leo tunahesabu kwamba tunayo majimbo sasa 95 kutoka majimbo 10 wakati anaingia kazini, na hata alipoanza kazi amefungua yakafika majimbo 71, na leo sasa tunahesabu baada ya kuongezeka majimbo 24 yamefika majimbo 95. Kwa hiyo Mungu ambariki na Mungu amtie nguvu. Tunamuombea pia usitawi wa afya. Asante kwa ajili ya ndugu zetu wa bondeni kwamba tunamtarajia Mungu atashuka na atafanya mambo makubwa. Mungu awabariki sana.
Bana, mtazamaji wa Maputa TV, wanakuambia liwalo na liwe. Limekuwa hili hapa jambo kubwa lenye baraka nyingi sana nyanda za juu kusini. Hili ni jimbo jipya ambalo ni Songwe Kaskazini, ambalo tayari limepata askofu, limepata makamu, limepata katibu. Lakini ifahamike wazi kwamba wewe ambaye hutamani kusali utakosa vingi sana. Karibu sana. Hii ni Maputa TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili taarifa zote muhimu ziendelee kukufikia kwa wakati. Naitwa MC Maputa, mbungu wa kwanza kuvaa pensi kwenye kikao cha ukoo kabla sijaokoka. Baada ya kuokoka ni jiwe hai, taifa takatifu kutoka nyanda za juu kusini. Asante sana.